The Planet TV tunakuletea historia za ulimwengu, historia za mashujaa na pia maajabu kuwahi kutokea duniani na Brian Mulwa. Fort Jesus, ngome kongwe na maarufu barani Afrika, inabaki kuwa kivutio cha kihistoria kinachoonyesha mapambano ya karne nyingi kati ya mataifa ya Ulaya, Waarabu wa Oman na Waswahili. Leo tunamulika historia kamili ya ngome hili kuanzia mwaka 1563 ilipojengwa na Wareno hadi hadhi yake ya kisasa kama urithi wa dunia wa UNESCO. Fort Jesus ambayo inapatikana maeneo ya Mombasa ni miongoni mwa majengo yaliyosimama kama shahidi wa historia ndefu ya biashara, vita na utawala katika mwambao wa Afrika Mashariki. Ngome hili lilijengwa miaka 430 iliyopita, ujenzi wake ukipita katika mikono ya Wareno, Waarabu wa Oman, Waswahili na wakoloni wa Waingereza. Leo tunaangazia ujenzi, mizozo, kuzingirwa na hadi sasa inavyotumika kama makumbusho ya kitaifa. Mwaka 1593 Mfalme Philip wa kwanza wa Ureno aliamuru ujenzi wa ngome ya Mombasa. Lengo kuu la ujenzi wa ngome hili ilikuwa ni kulinda maslahi ya Wareno katika bahari ya Hindi. Muundo wa ngome hili ulichorwa na mhandisi wa Kiitaliano Giovanni Battista Cairato, akiunda ngome ya kipekee yenye muundo wa mwanadamu alipoiangalia kutoka angani, ikiwa na bastions 4 za kijeshi zilizotengenezwa kustahimili mizinga ya karne ya 16. Ngome hili lilijengwa kwa mawe yanayotambulikana kama matumbawe ambayo yanapatikana katika mwambao wa bahari ya Mombasa. Teknolojia ya kijeshi ya Ulaya ya karne ya 16 ikishikiliwa pia na kuta 4 zilizofika zaidi ya mita 1.5. Ujenzi wa ngome hili ulihusisha wafanyikazi kutoka India, Mashariki Afrika, mafugaji wa pwani na mafundi kutoka Goa. Kwa Wareno, Fort Jesus ilipaswa kuwa ngao ya utawala wao wa bahari, bandari na ushuru wa bidhaa. Baada ya kukamilika, Fort Jesus ikawa makao ya jeshi la Ureno, ikitawaza miji ya pwani kama Malindi, Pate, Kilwa, Sofala na Pemba. Ila kipindi hiki kiliandamwa na mahasi ya wenyeji waliopinga utawala wa Wareno, mapambano ya kifedha, vita vya kibiashara kati ya Oman na Ureno na mashambulizi ya mara kwa mara kutoka kwa Waarabu wa Oman. Kipindi cha kurasa za kihistoria kilikuja mwaka 1631 wakati Sultan Yusuf bin Hassan wa Mombasa alifanya uasi uliomwangusha utawala wa Ureno kwa muda mfupi. Hata hivyo, Wareno walirudi na kurejesha mamlaka. Mwaka 1696 jeshi la Oman ilivamia Mombasa na kuzingira ngome kwa lengo la kumaliza utawala wa Ureno. Wareno ambao walikuwa ndani wakikumbana na changamoto nyingi kama njaa kali, ukosefu wa maji safi, magonjwa kama malaria na tauni, na kukata tamaa kwa wanajeshi. Kwa zaidi ya miaka miwili, Oman walizingira Fort Jesus bila kuruhusu chakula au msaada. Kwa msaada uliotoka Goa, India, ulifika mara moja tu na pia au kutosha, wanajeshi wa Wareno wakikufa mmoja baada ya mwingine. Mnamo mwaka 1698 ngome ikaporomoka baada ya wanajeshi wachache waliokuwa wamesalia kushindwa kuilinda. Oman wakatoa ngome na kumaliza zaidi ya karne ya utawala wa Ureno. Baada ya Waarabu wa Oman kutoa ngome, waliifanya kuwa makao ya Liwali ambaye alikuwa gavana wa Mombasa, kituo cha biashara ya watumwa, pembe za ndovu na karafuu, na kiungo muhimu kati ya Lamu, Pemba, Ugonja na Mombasa. Kwa karne zaidi ya moja, Oman walitawala Mombasa kupitia Fort Jesus, lakini migogoro ya kikoo ya Mazurui na watumwa pamoja na mabadiliko ya biashara ilisababisha hali ya kudorora. Mwaka 1837 Sultan Said bin Sultan kutoka Oman alituma jeshi kutoka Zanzibar na kupindua utawala wa Mazurui. Hivyo Fort Jesus ikawa rasmi chini ya usultan wa Zanzibar. Hata hivyo, Uingereza ilianza kudhibiti biashara ya watumwa. Oman wakalazimika kupunguza ushawishi wao. Hatimaye pwani yote ikaingia katika British Protectorate mwaka 1895. Kwa mara ya kwanza katika historia, Fort Jesus ikaingia chini ya mikono ya Waingereza.
Waingereza hivyo wakaitumia ngome kama gereza kubwa la wazalendo waliopinga ukoloni, kambi ya jeshi, ofisi za utawala na eneo la kuhifadhi silaha. Sehemu nyingi za kihistoria zikingeuzwa, magala yakawa seli, vyumba vya wanajeshi vikawa sehemu ya gereza, huku lango kuu likipanuliwa kuwa mitindo ya Kiingereza. Katika kipindi hiki, ngome likawa limepoteza baadhi ya muundo wake wa awali, lakini ikaendelea kuwa nembo ya utawala wa nje. Kenya ilipopata uhuru mwaka 1963, serikali ikatangaza Fort Jesus kuwa urithi wa kitaifa, huku karabati mkubwa ukianza kurekebisha sehemu zilizoharibika. Pia vipande vya mizinga, mahandaki, magahala na maboma vilirejeshwa katika muundo wa karne ya 16. Mwaka 2011, UNESCO ikaipa Fort Jesus hadhi ya urithi wa dunia ama World Heritage Site kutokana na umuhimu wake katika historia ya dunia, ujenzi wa kipekee wa kijeshi, nafasi yake katika biashara ya bahari ya Hindi na mchanganyiko wa ustaarabu wa Kiafrika, Kiarabu na Ulaya. Kwa sasa Fort Jesus ni makumbusho, kivutio cha utalii, kitovu cha tamaduni za pwani na shule za kihistoria kwa wanafunzi wa Afrika Mashariki. Kwa zaidi ya miaka 430, Fort Jesus inasimama kama alama ya utamaduni, vita na nguvu za kibiashara za karne zilizopita, kutoka kwa Wareno, Oman hadi Waingereza.